leo nataka nikuulize wewe shabiki yangu, hivi ushawahi kujiuliza hata siku moja kwamba pindi utakapofariki, je, nafsi yako inaelekea wapi? Hii ni sintofahamu. Sasa ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hadithi hii uone hichi kisa cha binti ambaye alifariki na kuzaliwa kwa mara ya pili. Ni nini kilitokea? Huyu binti mdogo anakuja gundua kwamba ana uwezo wa kukumbuka maisha yake ya zamani ambao aliishi kabla hajazaliwa. Baada hapo akafika katika hii nyumba akamwona mbaba fulani, lakini yule mwamba kabla hajaongea kitu, yule binti bila kuuliza chochote akaelekea mpaka ndani. Cha ajabu yule mtoto akaelekea moja kwa moja mpaka ndani kwenye chumba ambacho analala binti yake. Sasa mwamba akashangaa, huyu binti ni aje, mbona anaingia ndani kwangu bila hata heshima? Baada hapo yule binti akaongea kwamba mimi ni mkeo ambao nilifariki miaka 10 iliyopita. Watu wakashangaa, mke wangu? Mwamba ikabidi amuulize binti kwamba anaitwa nani. Binti akamjibu kwamba hebu angalia kwenye meza, hichi ndio chakula ulichokula siku moja kabla mimi sijafariki. Yule mtoto yule mzee naye akashtuka kusikia vile, lakini hakuongea kitu. Sasa wote wakabaki kushangaa, hii inakuaje, inawezekana vipi? Basi baada hapo muda ukao umeenda, binti kabidi aondoke nyumbani kwa sababu alikuwa amechelewa. Baada ya yote ile kutokea, sasa baada yule binti kuondoka, baba na mwana wakana wajadiliana kwamba huyu binti alikuja mbona hatumuelewi, kwa sababu vitu anavyoviongea viko sahihi kabisa na marehemu mkewe aliyefariki miaka 10 iliyopita. Siku iliyofuata yule binti akarudi tena kwenye ile nyumba. Sasa alipofika akakuta kwamba mlango umefungwa. Baada hapo akakumbuka kwamba kuna funguo alizificha kitambo, akazitumia zile funguo na kufungua ule mlango. Alipoingia ndani akaanza kukagua album za picha, akawa anatafuta picha za binti yake kipindi cha miaka 10 iliyopita, lakini akashangaa zile picha za utotoni zote hakuna hata moja. Baada hapo yule binti akampigia simu mwamba na kumwambia kwamba anahitaji kuonana na yeye. Sasa mshikaji lile jambo hakulichukulia serious, akahisi kama dogo anamtania vile. Baada hapo wakati anapita sehemu hii akashangaa kumuona binti anamsubiria sehemu, akampungia mkono. Jamaa alishangaa sana. Sasa walipokutana binti akampeleka mpaka kwenye duka kubwa na kuchukua simu, kisha akamuonyesha chatting fulani za kitambo sana ambazo alikuwa anamtumia mshikaji kila siku za kumjulia hali. Jamaa pia akashangaa kwamba kodi alizotumia kufungulia simu ni kodi ambazo alikuwa anatumia mkewe. Baadaye binti akamuuliza mtoto yule jamaa ambaye alikuwa kwenye duka la kuuza kahawa, kwani binti alikuwa ashaanza tabia mbaya, alikuwa tayari ashapata boyfriend. Alimuonya na kumwambia kwamba hicho kitu unachokifanya sio kizuri, wewe bado mtoto. Sasa baada hapo kwa mara nyingine binti akiwa na yule mwamba akajaribu kumshauri kwamba wewe unatoka kazini mapema kwa sababu binti yako anajisikia vibaya, unatakiwa ujikaze na uwe na nguvu ile ile. Sawa, hutaki kuangalia chini wala kuweka sura yako chini. Asubuhi iliyofuata yule binti alirudi tena kwenye makazi ya yule mwamba na kuanza kumlaumu kwa nini afanye usafi huko nyuma ya nyumba. Hili jambo likamfanya mwamba aanze kukumbuka zile momenti nzuri ambazo alikuwa na spend yeye pamoja na mkewe. Ilikuwa ni noma sana. Binti alivyoona yule binti mdogo anaanza kufanya mambo ambayo alikuwa anafanya mama yake, hakutaka kuamini kwamba yule binti mdogo ni mama yake, kwani kuna vitu fulani vilikuwa vifanyiki baada ya kifo cha mama. Baada hapo mzee akaona ni kama mauzauza hivi. Basi wazo likamjia kwamba ni bora auze hii nyumba, asahau kila kitu, kisha yeye na binti yake wakaanze maisha mengine mapya. Na akamwambia kwamba ule binti kuanzia leo asije tena na asimtafute tena, kwani anaamini mtu akifa hawezi kurudi tena. Basi ule binti akaondoka kimya kimya kiunyonge bila kuongea lolote. Mwamba baada ya hayo yote kutokea akawa anajikuta tu automatically akiwa kazini anaanza kumkumbuka mkewe. Anakumbuka kabisa kipindi cha uhai wa mkewe ilikuwa pindi akichoka sana au akichelewa kutoka kazini, mkewe huwa anamwandalia bite fulani ambazo zinamfanya yeye ajisikie vizuri, na haya ndo mapenzi ambayo anamfanya mpaka leo ashindwe kumsahau mkewe. Sasa ubinti wakati amekaa anashangaa kuletewa zawadi, na zawadi hii ilikuwa ni keki fulani ambayo imemkumbusha mbali sana, imemkumbusha kipindi cha uhai wa mama yake mzazi, ndio ambaye alikuwa na uwezo wa kumtengenezea keki za aina hii. Basi kile kitendo kikawafanya wote wawili waamini kwamba yule binti aliyekuwa anakuja kwa yale yote aliyokuwa anaongea kuhusu yeye ni ya kweli. Basi ikabidi wamtafute na kumwomba radhi. Basi mwisho wa siku familia karudi tena na furaha karudi, na hawakuamini hii ilikuwa na maana gani, kwani huenda Mungu ana kusudio lake kumrudisha huyu binti katika uhai wake kwa kuzaliwa mara ya pili. Binti alikuwa ni mdogo lakini alikuwa anafanya majukumu yake kama mama. Ni noma sana. Hii imekaje? Hivi katika ulimwengu wa sasa kweli mtu unaweza kuzaliwa kwa mara ya pili, au ni sayansi ya movie ndio inatuambia hivi? Mimi na wewe hakuna anayefahamu, lakini katika ulimwengu huu zipo dini zinazoamini kwamba binadamu akifa huwa anazaliwa kwa mara ya pili, lakini huenda akazaliwa lakini akiwa kama mnyama. Mimi naweza nikasema kwamba huenda ikawa ni hadithi za kufikirika. Sasa sijui na wewe mwenzangu unasemaje? Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, kwani movie yetu ndio imeishia hapa. Na mimi naitwa King Rhino MC Sebandos storyteller wako, na hii ni Bongo Movie Recap. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia halisi wa familia hii ya Recap.